Bwana Yesu asifiwe. Na sijui kama wewe wakati unaposoma katika kitabu cha Kutoka, Exodus, kama unafikirianga jinsi ninavyofikiria mimi, lakini ufunuo ufanani. Ufunuo hujaifanana. Kila mtu ako na ufunuo wake. Ninaposoma katika kitabu cha Kutoka, Exodus, huwa kuna mambo mengi huwa najijazia. Mfano, katika Kenya ama katika taifa lolote lile linakuanga na wanajeshi ama maaskari. Kuna maaskari wa anga, wa maji, wa nchi kavu na wa msitu, wote ni wanajeshi na wanafanyanga kazi ya kulilinda taifa. Lakini hivi unachuanga ama umeshaijiuliza, na katika kitabu cha Kutoka, na Mungu naye anakuanga na jeshi lake. Mungu anakuanga na jeshi lake. Jeshi la Mungu linaweza likawa kitu chochote. Anaweza akatumia chochote kukifanya mwanajeshi. Nilipokuwa nakaa chini nikaona hichi kitabu kuna kitu ambacho kilinifunza. Unaposoma hicho kitabu katika Kutoka kuanzia 8 huko, naona kuna yale mapigo ambao ni mapigo Mungu aliyapiga ama alipiga taifa la Misri wakati yule Farao kichwa ngumu alikatalia wale wana wa Israeli. So Mungu naye alijiamulia kujitengenezea wanajeshi ama jeshi lake. Akatengeneza jeshi la viroboto. Imagine kiroboto inasambulia watu. Kiroboto iko everywhere. Inasambulia watu. Vyura zinafamia watu hata kama wewe ni mdosi ama wewe ni nani, haitaki kujua. Lazima itafika kwa nyumba yako ikakusalimia. Hao ni wanajeshi wa Mungu. Mifugo kukufa, mvua ya mawe, giza, fimbo kugeuka, Musa kurusha ile fimbo ikawa nyoka. Jeshi la Mungu. Mungu anakuanga na jeshi. Sio shetani peke yake anakuanga na jeshi. Hata Mungu anakuanga na jeshi lake. Lakini tofauti ya Mungu na mwanadamu, jeshi la Mungu, Mungu anaweza akatumia hata kifagio kwa nyumba ikuchapa, ama atumie mwiko iwe kama adui yako inakuchapa, ama atumie hata kitanda usije umelala inakugeuza chini. Hiyo ndio tofauti ya Mungu. Mungu chochote kile ambacho kinakusurround, hicho ndio anachokifanya mwanajeshi, na kitakufamia na kitakuumiza. Kwa hivyo Mungu anakuanga na jeshi lake kama alipatia Farao jeshi ambao ni mapigo 10. Mungu hakika si kama mwanadamu. Hayo ni okay, unaposoma katika hicho kitabu, kawaida tu wewe unaona ni kiroboto, ama kawaida unaona tu ni vyura, ama kawaida unaona ni giza imetokea, ama ni mvua ya mawe, ni kawaida tu yako. Lakini hilo ni jeshi la Mungu, jeshi la Mungu. Mungu ako na majeshi mengi sana, hata si yao peke yao. Mungu anaweza kutumia hata ndege wa angani wakafanya mashambulizi, hata nzige anatumia, hata nzige zinafamia mahali sinamaliza hata chakula mnakufa njaa. Kwa hivyo watu wanajipiga kifua, wanasema tuko na wanajeshi, tuko na nini, umejua kesho yako kama Mungu naye anaweza kugeuza ufalme wako, anaweza kugeuza jeshi lako likakugeuke wewe mwenyewe likakuue, ama likageuke lifanye mambo yale ambayo hujapatiana orders. Jeshi la Mungu, Mungu akiweka mawazo ndani ya watu ama ndani ya chochote kile, kitageuka kifanye orders ama kifanye kulingana venye yeye anavyotaka. Kwa hivyo Mungu ni wa maajabu. Kwa hivyo tusijipige kifua eti tuko na wanajeshi, tuko na sijui nini, sijui wa angani, sijui wa majini, sijui wa wapi. Jeshi la Mungu linatosha. Na jeshi la Mungu anaweza akatumia chochote, hata slippers kwa nyumba inakuchapa. Kwa hivyo adui yako anapokuinukia, wewe usijali, ambia Mungu, Mungu nitumanishie jeshi. Mungu nitetee. Saa hii nimefika mwisho. Wakati Gehazi walipokuwa na Elisha wakiwa mlimani, Gehazi alifika akawa na wanajeshi wa vita ambao hawakuwa katika upande wao. Akafika akaambia Elisha, hapa kuna watu wengi sana na hatutafaulu hizi vita. Lakini Elisha
akamwambia usijali, wacha nikufungue macho ya kiroho uone ile jeshi ambalo tuko nalo ni kubwa kuliko ile ambacho umeona. Kwa hivyo alipomfungua, Mungu akamfungua macho ya kiroho, akaona jeshi ambalo lilikuwa kando linawazunguka, lilikuwa ni farasi za vita. Alisema hakika Mungu ni Mungu. Kwa hivyo unaweza ukaona kana kwamba uko peke yako, lakini Mungu amekuwekea wanajeshi ambao ni wa kiroho, huwezi ukawaona. Anaweza akakuwekea walinzi ambao huwezi ukawaona. Usijali eti maisha ni ngumu. Usijali eti umefika mwisho. Usijali eti unachukiwa. Usijali eti unasemwa. Jipe tumaini kwa Mungu na ujue mahali popote umelala, mahali popote umekaa, mahali popote unasafiri, mahali popote huko, jeshi la Mungu liko, jeshi la kiroho ambalo liwezi likaonekana na macho ya nyama, linaweza likaonekana tu na macho ya kiroho. Kwa hivyo shalom, shalom, wacha Mungu akakupiganie na akakuongezea jeshi katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Barikiwa.